Huyu mwamba anaitwa Ajazi. Hii leo anapokea simu ya mtu ambaye kwetu sisi hatujamfahamu ni nani. Anamwambia kwamba natambua kuwa unafahamu nini unapaswa kufanya na unajua matokeo yake kama utofanya kwa wakati. Ni zaidi ya miaka 5 sasa sijakusumbua kuhusu hili swala. Tafadhali fanya kile ambacho unatakiwa kukifanya kabla muda wako haujaisha. Then ikakata simu. Bana, hii hapa ni series ya Life and Death, yani uchafu. Kipande cha kwanza mpaka cha 3. Endelea kusalia hapa ili kufahamu nini mchizi alipaswa kufanya. And by the way, mimi naitwa Ibra the Icon Mtizi OG. Subscribe na turn on notification bell ili basi tuwe karibu katika familia yetu ya movies na simulizi mbalimbali. Okay, tuanze. Story inaanzia jioni moja hivi baada ya Ajazi kupokea ile simu, ikabidi akutana na rafiki yake ambaye anaitwa Yoshua aka Yo ili aweze kuongea naye. Ajazi akaanza kwa kusema kwamba hivi ni kwa muda gani tumeanza kuwa pamoja? Yo akasema ni kama miaka 4 au 5 hivi. Na je, unakumbuka nilikwambia natamani uwe na mafanikio kiasi gani? Ndiyo, uliniambia unatamani niwe na maisha mazuri kama ya kwako. Na je, umeona umeafikia hayo maisha? Yo akasema naweza kusema ndiyo, kwa sababu mpaka hivi sasa napata mshahara mzuri, namiliki gari zuri, pia na nyumba nzuri ukilinganisha na hapo mwanzo. Ajazi akamwambia kwamba nadhani unasahau kuwa vitu vyote hivi umevipata ni kwa sababu nimekukabidhi usimamie biashara zangu zote 3. Na hivi ulishawahi kusikia msemo usemao ndege wafanao huruka pamoja? Yes boss. Na je, unadhani mimi na wewe tunafanana katika hili swala? Kiufupi hapa mchizi alikuwa anamuongelea mafumbo Yo ambayo hapo mbele tutafahamu majibu yake. Upande wa pili kuna huyu mzee anaitwa Chief Obi, ana watoto wake wa kike 2. Hii leo mzee alikuwa analalamika sana juu ya watoto wake kutotaka kumpa wajukuu, ingali mtoto wake mkubwa wa kwanza ambaye anaitwa Nkemi alikuwa tayari kashaingia kwenye ndoa, huku mtoto wake wa pili ambaye anaitwa Ijioma alikuwa hana mpango kabisa wa kuolewa na wala kupata mtoto, lakini alikuwa na mahusiano na yule mchizi ambaye anaitwa Yo. Mzee akabaki anaendelea kwa kusema kwamba nyie watoto mnatakiwa mnipe wajukuu, haijalishi umeolewa au la, mimi ninachotaka ni wajukuu. Yani nashindwa kwenda kuenjoy Christmas sababu sina wajukuu. Tazama rafiki zangu wanavyoenjoy na wajukuu zao, lakini mimi nabaki mwenyewe tu muda wa Christmas. Ila nawaonya, bila kunipa wajukuu basi hamtopata urithi. Then mzee akaondoka. Muda kidogo Ijioma akamchukua dada yake na akampeleka kwa mpenzi wake ambaye anaitwa Yo. Akaendelea kumtambulisha pale, wakaendelea kula story kadhaa, then wakasepa. Haya bana, kesho yake Yo akatima nyumbani kwa bosi wake Ajazi. Akawa anaendelea kumwambia kuhusu mikakati ya kazi. Yo akabaki anamwambia kwamba kuna mradi mkubwa sana ambao mtoto wa Chief Obi ambaye ni mpenzi wake amemuunganisha naye, hivyo wataingiza mamilioni ya fedha kama wakiipata hiyo tenda kutengeneza furniture katika huo mradi wa Chief Obi. Lakini Ajazi hakumsapoti mchizi, akazitupa zile karatasi na kumwambia kwamba yani huu unaonipa ni uchafu kabisa, na kumwambia kwamba yupo tayari kumsaidia ili awe bilionea kwa muda mfupi sana, lakini sio kwa hii njia. Yo akasema kwa hiyo tunaanza lini sasa? Maana uende najitahidi kupambana katika hii njia lakini ikawa njia sio sahihi. Hebu basi niambie tunaanza lini, mimi nipo tayari. Ajazi akamwambia kwamba kikubwa uwe na uvumilivu Yo, kila kitu kitakuwa sawa. Baada ya kutoka pale, Yo akabaki yuko na mawazo sana juu ya hili. Akawaza na kuwazua, je, ni nini bosi anataka kumfanyia ili aweze kuwa bilionea. Muda kidogo simu ya Ijioma inaingia. Anamwambia kuwa afanye haraka wakutane sehemu ambayo wanaokutana. Mchiza kuchukua time akawasha ndinga, then akafika mpaka eneo la destination. Ila inaingia kipindi hajaanza kuingia mzigoni, dada yake na Mkeme anampigia simu mdogo wake Ijioma na kumwambia kuwa anahitaji msaada wake, kwa maana mume wake alikuwa anampiga sana. Ijioma muda huo anachukua gari na kufika mpaka kwa dada yake, ila anafika anampiga kitu kizito kwa nyuma, then anamchukua dada yake na kukimbia, huku mchizi Yo akabaki anasubiri sana mpaka usiku ukaingia. Muda kidogo Ijioma huyo hapa anafika. Haya bana, mwamba akawa kama vile amenuna, mwisho siku akaingia mtungoni. Baada ya muda wakawa wanaendelea kula story pale. Ijioma akawa anamwambia kwamba alienda kumsaidia dada yake sababu mume wake alikuwa anampiga sana, eti kisa amemeza vidonge vya kuzuia mimba. Alafu pia baba yao mzee Obi amewaambia kuwa pasina kumpa wajukuu basi hawatopata urithi. Yeye akabaki anamshawishi kwamba kama vipi Ijioma ampe mimba ili waweze kupata huo urithi, lakini Ijioma hakuwa tayari katika hili swala. Kesho yake Yo na Ajazi wakiwa wanaingia ofisini, Ajazi akawa anamsisitiza Yo kwamba atahakikisha kuwa anakuwa bilionea na hii leo atampeleka kwa waumini wenzake. Yo akauliza, ina maana unataka kunipeleka kanisani au? Hapana, kusema waumini sio kwamba ni kanisani. Hapa namaanisha ni sehemu tulivu sana lakini ni ya muhimu sana katika maisha yako. Huku upande wa pili Chief Obi amewaita watoto wake wote 2 huku akiwa na
mwanasheria. Mzee akabaki anawaambia kwamba huyu mnayemuona ni mwanasheria wangu na amerekodi video ambayo inayoeleza kile ambacho nimesaini hapa, hivyo bila kupata watoto hamtoweza kurithi mali zangu, na baada ya kifo changu ndani ya miaka 2 kati yenu nyinyi wawili au mmoja wenu bila kupata mtoto, basi mali zangu zitaenda kusaidia watoto wasiojiweza huko duniani. Haya bana, hii leo ndio ilikuwa siku ambayo Ajazi alimwahidi Yo atampeleka huko katika nchi ya ahadi. Anafika na kumwambia kwamba kuna kitu amesahau, hivyo atarudi mara moja kukifata, then amsubiri kwa dakika kadhaa, atakuwa tayari kasharudi. Sawa bosi, mimi nitakusubiri, ingali niliomba kuwa uwaambie walinzi wako waniruhusu niingie ndani, maana nimekaa nje muda mrefu sana kusubiri. Hapana, sioni haja ya kuambia, maana dakika 2 nitakuwa tayari nisharudi. Mchizi akaona sio kesa, akaendelea kusubiri, lakini mchizi akaendelea kusubiri sana mpaka usiku ukaingia. Muda kidogo Ajazi anafika, then akasema, nilidhani tayari ushaondoka. Hapana bosi, uliniambia nikusubiri, kwa hiyo ndo maana nipo hapa. Sawa, lakini muda ushaenda sana. Je, unaonaje tukaenda kesho tu? Hapana bosi, sioni ni sawa kwenda kesho, sababu wale walioambia kuwa watusubiri watakuwa bado watusubiri, hivyo ni bora tuende leo tu. Aha, inaonekana unaitaka sana hii nafasi eh? Ni sahihi kabisa, naitaka. Yaani nimetumia muda wangu wote, nipo hapa, nimekancel kila kitu changu sababu ya hii kitu. Ajazi akamwambia kwamba nachotaka kujua kutoka kwako ni kwamba kama tutaanza huu mchakato basi hakuna kurudi nyuma, hivyo kesho ni Ijumaa, tutaenda. Sawa. Haya bana, kesho yake ikafika, Ajazi na Yo wakawa wametupia full black safarini kuelekea huko nchi ya ahadi. Kipindi huko safarini, Yo akabaki namuuliza maswali mengi sana kuhusu huko. Ajazi akamwambia kwamba nakupeleka sehemu sahihi sana, na huyo mtu ambaye utaenda kukutana naye anaitwa Madam Nene, ni kama mama yetu tu, anatufanya tuwe matajiri na unafuata yale ambayo atakayokuambia, kwa hiyo usiogope kuhusu hili. Safari inawachukua mpaka mwisho wa destination katika jengo moja hivi ambalo halieleweki nje wala ndani. Ile Yo anazama ndani, anashangaa kuona mazingira ghafla yamebadilika. Muda kidogo anashangaa anaitwa kwa jina lake kamili, Mr. Yeshua. Ghafla mtu anatokea upande wa pili, akaendelea kwa kumwambia kwamba naona una maswali mengi sana nataka kuuliza, nipo hapa kukusaidia na kila ambacho unatamani kukipata basi nipo tayari kukusaidia kukipata, ila lazima kukipambania kukipata. Lakini je, upo tayari katika hili? Ndiyo madam. Niite Nene. Ndiyo Nene. Aya, kunywa hicho kinywaji. Mchizi kuangalia nyuma then akanywa. Vizuri. Sasa ukitoka nje itabidi uweze kupambania maisha yako ndani ya siku 3, na ukifanikiwa kuishi basi utakuja kuniona na mimi nitakubariki. Then Madam Nene akasepa. Haya bana, mchizi akarudi kwa Ajazi akiwa na hasira sana, akitaka kujua nini kinaendelea katika haya yote ambayo alioambiwa, ya kuwa atapitia mateso ndani ya siku 3 ili aweze kupambania maisha yake. Ajazi akamwambia kwamba hii ni kama dini yetu ndogo, kama dini zingine unavyoziona, na Nene unayemuona ni Mungu wetu. Hapana, sijakuelewa. Na kama ana nguvu, kwa nini ameniambia nitapitia siku 3 za mateso? Na kwa nini nipitie peke yangu? Tulia Yo, ujue hata Yesu alipitia haya mateso na mwishowe akaja kuwa shujaa, hivyo chukulia kawaida tu. Ajazi akabaki anamwambia Yo kuwa kwa upande wake siku 3 za mateso ilitokana na ajali ambayo iliyomfanya awe katika koma kwa muda wa siku 2, lakini nione sasa, hii leo niko vizuri, hivyo naamini hata utashinda. Sikia sasa nikwambie, mimi na wewe tunahitaji kitu cha aina moja, lakini sio lazima njia zetu zifanane. Yo akasema, kwa hiyo unaniambia naweza nikabaki tu nyumbani ndani ya hizo siku 3? Hapana, wewe endelea na maisha yako na majukumu yako ya kawaida kama siku zote, na kama ukitaka kukwepa basi tambua kuwa your destiny lazima itakufuata, so relax mzee wangu. Lakini mchizi alikuwa anaogopa sana. Haya bana, usiku wake Yo na mpenzi wake Ijeoma walienda zao klabu wakiwa na dada yake Nkemi. Kipindi wanaendelea kuenjoy, Ijeoma akashtukia mchezo ambao Yo alikuwa anaufanya. Kuna kapisi kamoja fulani hivi ambaye Yo alikuwa anapeana naye namba, so Ijeoma akaushtukia ule mchezo, akabaki anamwambia Yo kuwa aache kile ambacho anachokifanya, then kapelekea wawili wao akagombana sana hapo klabu, na Ijeoma akaamua kwenda zake bafuni. Baada ya muda Ijeoma anarudi, hasira zikiwa zimepungua, basi wakaendelea kuenjoy pale. Muda kidogo wanakuja security na kumchukua Yo wakidai kuwa ameleta ugomvi ndani ya klabu. Oya mzee, walimtoa nje na kumpiga vibaya sana hadi mchizi akazima. Ile mchizi anaamka asubuhi anajikuta yupo gerezani kwa kosa ambayo yeye mwenyewe halijui. Pia akiwa ndani ya gereza, mchizi alifanyia ukatili mbaya sana. Oya wanangu, alimpakia wesele. Siku nyingine anashtuka akiwa sehemu ambayo haitambui, huku akiwa amefunga kamba kwenye kiti. Ile anatazama kwa mbele, anashangaa kuona watu wapo bize kuchimba kaburi, kwa maana ndio yeye ambaye ataenda kuzikwa kule. Mwisho wa siku akaja kumchukua na kumtupia kwenye shimo na kuanza kumfukia mchizi. Ile kipindi wanaendelea kumfukia mchizi, washikaji walikuwa na njaa sana, hivyo waliamua kudokoa nyama kidogo kwenye pilau ili waweze kupoza
kumaliza njaa yao. Lakini cha kushangaza, baada ya muda wakaanza kulewa. Ni kama kuna madawa yaliyowekwa kwenye chakula yaliyowafanya waweze kuwazimisha. Kesho yake mchizi anashtuka yuko hospitalini. Muda kidogo wanafika washikaji, Ajazi na mpenzi wake Ijeoma. Ajazi akabaki anampongeza sana kwa kuwa ameweza kusurvive ndani ya siku 3. Baada ya mchizi kupitia siku hizo zote 3, Ajazi akamchukua hiyo mpaka kwa Madam Nene wakiwa wamevalia suti nyeupe. Madam Nene akamchukua na kuanza kumpigia sala. Akabaki anamwambia kwamba yupo tayari kumfanya awe bilionea, ila lazima asimame na mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza ni kwamba baada ya kupita miaka 5 inapaswa na yeye amlete mtu mwingine kwenye hii dini, ni kama vile yeye alivyoitwa na rafiki yake Ajazi. Sharti la pili ni kwamba hatakiwi apate mtoto katika maisha yake, yaani mchizi hataruhusiwa kuzaa tena, na kama atakeuka masharti yoyote kati ya haya, basi hatochukua muda naye atakufa. Baada ya ibada ya kuisha, Ajazi akabaki anampongeza sana mchizi kwa mafanikio aliyoyapata. Muda kidogo anashangaa kumuona Nkemi ambaye ni shemeji yake. Yeye akabaki anauliza, wewe unafanya nini hapa, na vipi kuhusu dada yako, anajua kuhusu hili swala? Nkemi akasema, kila mtu anajua siri ya familia yake, kwa hiyo wewe fuata mambo yako. Then Nkemi akasepa. Ndipo tunagundua kwamba Nkemi alijiunga katika hii dini kwa lengo la kuwa mwanasiasa mkubwa sana hapo Lagos, na ndio hata chanzo cha kutoweza kuzaa kipindi chote kutokana na masharti ya hii dini. Haya bana, hii leo Ijeoma alikuwa hajisikii vizuri, hivyo akapata akili ya kupima ujauzito, na kwa bahati nzuri ama mbaya anajikuta akiwa na mimba. Na mhusika atakuwa ni nani? Ni Yo, ambaye tunatambua kwamba ameingia katika dini ambayo haimtaki yeye awe na mtoto kwa sasa, na kama akipata huyo mtoto basi hatochukua time naye atakufa. Huku kwa upande wa Yo, maisha yamemnyookea sana kama vile alivyoahidiwa, ikawa hataki kabisa kuokota simu za IJ. Sasa hii leo kipindi hapo kwenye pati ya kusherehekea mafanikio ya Yo, IJ akamvutia waya mchizi na kumwambia kwamba ana mimba yake. Mchizi ikawa kama vile amepigwa na kitu kizito hivi, kwa kuwa kwa sasa hatakiwi kuwa na mtoto. Na hapo ndipo unakuwa mwisho episodi ya kwanza, ya pili na ya 3. Usikose sehemu ya 4 na ya 5 na ya 6 ili kumalizia uhondo. Okay, tunaendelea na sehemu ya pili katika huu mzigo kuitwa Life and Death. Okay, tuanze. Baada ya Yo kupokea simu ya IJ kuhusu ishu nzima ya mimba, mchizi akauliza, kwa hiyo nani baba wa hiyo mimba? IJ akasema, ni swali gani ambao unaniuliza? Ni kwamba baba wa huyu mtoto ni Yo ambaye ni wewe mwenyewe. Najua kuwa umeshangaa sana kwa kuwa hapo mwanzo nilikataa, lakini nikwambie tu kwa wakati huu nataka nianze ukurasa wangu mpya katika maisha yangu, hivyo sikulazimishi kuwa baba. Nachotaka ujue kwamba nina mimba miezi 4. Mchizi akabaki amedata kishenzi. Baadaye mchizi akakutana na rafiki yake Ajazi. Ajazi akabaki anamwambia kwamba inabidi atulie na atuize kichwa chini ili aweze kumshawishi IJ aweze kutoa mimba, na hapo ndipo kila kitu kitakuwa sawa hapo mbele. Haya bana, kesho yake mchizi akaamua kutimba mpaka kwa IJ akiwa ameuchuna kinoma. IJ akatoka nje kidogo mara moja, so mchizi akamfuata Nkemi dada yake, akawa anamwambia kwamba inabidi amshawishi mdogo wake ili aweze kutoa mimba, lakini Nkemi akagoma kabisa kuungana naye na kudai kwamba hizo ni shida zake na yeye hausiki, na akumbuke kuwa IJ ni mdogo wake, hivyo hataweza kumshawishi kutoa mimba. Baada ya IJ kurudi, wakaamua kuvunga. Then muda kidogo Nkemi akaamua kuondoka. IJ akabaki anasema kwamba kwa sasa atakuwa IJ mpya kwa kuwa atakuwa na mtoto na ameamua mwenyewe kuishi maisha haya mapya. Lakini mchizi akamwambia kwamba hivi, kwa nini umebadilika wakati zamani haukuwa hivi na hukutaka kabisa kuwa na mtoto? Pia mchizi akaendelea kusisitiza kuwa katika familia yao haipaswi yeye kuwa na mtoto, na kama ikitokea akampa ujauzito mwanamke, basi huyo mwanamke hatotoboa ndani ya miaka 2. Lakini pia Yo aliamua kwenda kumlipa daktari ili amwambie IJ kuwa ujauzito wake ni uko vibaya. Daktari akabaki anamwambia kwamba IJ, ili uendelee kuishi basi ya kupaswa utoe ujauzito, lakini IJ hakutaka kumsikiliza mchizi kabisa. Then akaamua kutoka nje. Yo akamfuata na kumwomba sana sana, mwisho wa siku IJ akakubali. Haya bana, wakaingia ndani ya chumba cha upasuaji kwa ajili ya kutoa mimba, lakini kabla hajaanza IJ akasita na mwisho wa siku akatoka nje. Yo akamfuata na kumuomba sana IJ, kwa nini umetoka? Wafanye tu amalize hili swala ili kila kitu kiwe sawa. IJ akamwambia kwamba kwa sasa haiko sawa, ni watafanya tu siku nyingine akiwa vizuri. Haya bana, kesho yake mchizi akaingia jikoni kwa ajili ya kupika, na alifanya hivi ili apate nafasi ya kuweka dawa ya kutoa mimba, lakini IJ akawa na sita sana kula chakula, na mwisho wa siku mchizi akafoka kinoma na kumwambia kuwa ale kile chakula, aache kukichezea chezea. Na kwa upande wa IJ naye akashtuka na kusema kuwa kwa nini unalazimisha nile chakula, kuna nini ambacho umekiweka? Then akaamua kukimwaga kile chakula.
bastola. Ndipo hapo ugomvi ukazidi kupamba moto. Kesho yake mchizi akaamua tena kumfuata dada yake na IJ na kuzidi kumsisitiza kuwa anahitaji msaada wake wa kumshawishi mdogo wake ili aweze kutoa mimba, lakini Nkemi hakutaka kabisa kumwelewa kuhusu hili swala. Haya bana, wachizi hawakukata tamaa, wakaamua kwenda kwa Madam Nene ili aweze kuelezea scenario nzima na kuweza kuwasaidia, lakini Madam Nene akawakataa mbele ya macho yao. Ndipo mchizi akaamua kwenda kwa mganga ili aweze kumroga Madam Nene. Mganga akampa dawa na kumwambia aende kwa Madam Nene na ahakikishe kuwa anamshika mpaka analala. So usiku mchizi akafunga safari mpaka kwa Madam Nene, akafika na kumshika mkono kama alivyomwambia, lakini Madam Nene alikuwa anajua kila kitu na mwisho wa siku akamnyongelea mbali huyo mganga wake. Baada ya hapo Madam Nene akabaki anamwambia kwamba asije karudia tena kila ambacho amekifanya. Yo akabaki anamwambia kwamba hivi Madam Nene, unyoni kama sipo sawa? Haya yote ambayo yalotokea sio kwa sababu mimi nimevunja sheria, hapana, ni sheria imenivunja mimi, na kuomba sana Madam Nene unisaidie katika hili. Nene akamwambia kwamba amshike mkono na afumbe macho. Akamuuliza, je, unaona nini? Yo akasema, namuona Chief Obi, namuona Chief Obi, namuona Ajazi, namuona Mrs. Obi. Daktari anaongea na Mrs. Obi, alafu daktari anatabasamu. Nimekuambia uone yo, lakini bado huoni. Naona mkono wangu. Hapana, sio makosa yangu, sitaki kufa, mtoto ndo anatakiwa kufa. Then yo akaamua kuondoka. Haya bana, kesho yake mchizi akakutana na rafiki yake Ajazi, na raundi hii Ajazi anampa bastola yo ili aweze kumuua tu IJ. So mchizi akakubali. Then kesho yake akatima mpaka nyumbani kwa IJ huku akiwa amemshikia bastola na kumwambia IJ kuwa ili aweze kuokoka basi inabidi anywe dawa ya kuharibu ujauzito, lakini IJ akashika kile kikombe na kumpiga nacho kichwani then na kukimbia. So kutokana na hiyo situation iliyotokea, yo akatambulika kama ni jambazi aliyetaka kumuua mtoto wa Chief Obi na akawa most wanted sana hapo mjini. Siku moja IJ kipindi anajiandaa kutoka, mara ghafla anageuka nyuma, yo huyu hapa. Mchizi alikuwa bado anamsisitiza IJ kwa nini hataki kutoa mimba ingali yeye haitaki. Basi mchizi akawa anampiga sana tumboni kwa lengo mimba itoke. Muda kidogo kuna mchizi akawa ameingia huko akiwa ameshika bastola, akamwambia yo apige magoti na ageuke nyuma. Then tunashangaa kumuona akiwa anatoa bomba la sindano likiwa na sumu ili aweze kumchoma Ijioma, lakini kabla hajafanikiwa kufanya hilo tukio, muda huo wanaingia mabodyguard na kuwapiga wote na kuazimisha. Basi bana IJ akapelekwa hospitalini akiwa hoi sana. Daktari akatoka akawaambia kuwa mama na mwanae wanaendelea vizuri. Mrs. Obi alishukuru sana. Muda kidogo simu ya Chief Obi inaita ikimhitaji aende polisi. Chief Obi akafika mpaka polisi. Then mkuu pale akasema kuwa kuna upande wa pili wa mtuhumiwa alikuwa anataka kuongea, basi akamruhusu aanze kuongea. Mchizi akabaki anasema kwamba kwa upande wake hakuwa pamoja na yo katika kumdhuru IJ, ila yeye aliajiriwa na dada yake Nkemi ili aweze kumuua mdogo wake kwa kuona IJ atakuwa na mtoto na hivyo atakuwa ni mrithi wa mali za baba yake, hivyo yeye hakuwa pamoja na Yoshua. Na kwambia mzee alishangaa sana kuona hivyo. Huku upande wa pili kuna kitu kingine ambacho tulifichwa, ni kwamba ile mimba ya IJ haikuwa ya Yoshua bali mwenye mimba alikuwa ni Ajazi, na hii mimba iliingia siku ambayo IJ na yo waligombana kule klabu na IJ akaamua kwenda washroom, na huko ndipo alipokutana na Ajazi then na kutumia advantage hiyo kufanya naye mapenzi. So mwamba IJ akaanza kuoza mwili mzima kwa kuwa mtoto alikuwa tayari amezaliwa na yeye ndiye aliyekuwa baba wa yule mtoto. Na kwa upande wa yo mwisho wa siku akaachiwa uhuru kwa kuonekana kuwa hakuwa na makosa, na hapo ndipo unakuwa mwisho wa mzigo wa kuitwa Life and Death. Big shout out kwa wewe ambaye uliokuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Ibra the Icon MTZ. Make sure to subscribe na kuturn on notification bell ili basi tuwe karibu katika familia yetu ya movies na simulizi mbalimbali. Tukutane katika video nyingine. Bye bye.